Hatimaye katika sehemu 24 hapa inazidi kuweza kusonga mbele. Mkali unaweza kumuita Willy D, Bank of Season AK Redeemer. Jamaa anapatikana pale Morogoro Magorofani. Fresh kama cucumber. Unapofika pale kupata movie zote kali kutoka Full Respect Family. Lakini pia unajipatia memory card, flash disk, card reader, earphone kali kabisa, battery original charges za simu, screen protector. Lakini pia na ofisi ya pili pale pale Morogoro maeneo Triangle. Tunakutana chata ama katika bango pale imeandikwa Willy D. Zama ndani jipatie huduma safi. Movie zote zinapatikana na offer kabambe pia anatoa. Kwa wale wajanja wa hizi kazi na wateja wa ukwe. Ni wakati wako kuweza kumsaka Willy D habari mjini pale Morogoro. Tusonge mbele na sehemu 24. Ni The King Kankili. Mambo mitano. Zuko kipanda ukatevuna. Kitu na kita undercover. Here we go. Woda. Sera hivyo kwangu sio kesi kunkompea na Cinderella haiwezi kuwa fresh. Simba toka mbuga Tandale naona swala wanaforce tuwe sale sale. Vino vidogo wanataka pensa pepe kale so wanitaka kiti ni mapadi kitanda wakalale. Yes. Nam. Fresh. Fresh. Hapa 24. Fresh. Inazidi kusonga mbele. Wambie mjini shule wasitamani yote vimelipiwa. Kama ukipenda vya bure leta sahani utapakuliwa. Kipofu kuendesha gari fresh kwenda kwa miguu. Hatimaye katika sehemu 24. Hebu twende sambamba. Baada mkali kuweza kutoka katika maombi, mambo yote kuweza kuweka fresh. Nafikiri vijana wako tayari kwa sababu ya kuweza kupakia kila kitu na kuhitaji kuweza kuondoka sasa, kupeleka mzigo sehemu husika. Sababu kila kitu inaonekana fresh. Lakini kama tuweza kuwa makini, tutawapa nafasi maadui zetu kuweza kufanya chochote ambacho wanakihitaji. Na hapa mimi kidogo nina mashaka na Mr. Cheng, huenda kuna mitego ambapo watakuwa wameweza kuiweka. Kwa lazima tuweze kutumia njia mbili kuhakikisha kwamba mzigo huu unapita salama salimini na kuweza kufika salama salimini. Tukifeli na maana kwamba wote tumeingia kwenye matatizo. Alisema usijali. Package ndo hizo zinapakiwa mzee. Yoyote ni kokeni ile grade 1 special 1. Yataandika ukizidisha tuwe kwa heri marehemu. Taza. Tayari kishaweza kutuma signal. Kwa mkali unaweza kumuita Dalwa. Kwa mpango kamili unakwenda. Kila kinachoweza kufanyika na maana kwamba hawa ni maspai wako pande mbili, magenge yote mawili, na maana kwamba anatakiwa mzigo uweze kudhibitiwa vyovyote vile. Usije ukaweza kutoka katika mikono ambayo ni sahihi hata kama wametengeneza wao. Lakini usije ukaweza kuingia sokoni kwa vyovyote vile. Wengi wataathirika. Pakia maboksi na maboksi mzee. Container truck imejaa. Wewe ndo nakutegemea. Sitaji jambo lote bali liweze kutokea. Tuma! Vijana wakadandia gari wako na bosi. Taza iko pale tayari kuanza safari. Hili ni genge la Golden Triangle. Leader wanamuita Mr. King. Anazidi kuwasiliana na watu wake vyema zaidi. Kuhakikisha hakuna kizuizi chochote ambacho anakutana nacho, lakini ghafla mbele anakutana patrol ya polisi. Polisi wana shida gani tena? Mbona kuna upumbavu unaweza kuendelea siuelewi hapa? Taza yupo ndani ya gari. Akashuka kwa kujiamini kabisa. Vipi, kitu gani kinachoweza kuendelea? Mbona mmetuzuia? Tunataka tuweze kujua mmebeba nini na ni wapi mnapoweza kuelekea. Mbona ni mzigo tu ambao ni salama? Tuko katika supply, kuna shida. Tushaweza kuongea na chifu na anaelewa kila kitu. Ananiambia hapana. Lazima tukague. Lazima tuweze kupata vitu ambavyo ni vithibitisho. Watu wakavutiana bomba. Sasa King anambia kueni wapole. Jiangalie kijana. Mkubwa wako anaelewa kila kitu. Sasa sijui nini ambacho nataka kuweza kukikagua. Kama ni masuala ya karatasi zozote za uthibitisho na chochote ambacho nakihitaji kwamba bosi wako anajua ni nini kinachoweza kupita hapa. Ruhusu gari hii pite, kwa sababu mzigo unataka kuweza kufika kwa salama, alafu mambo mengine tutadili wote. Tutadili mimi na wewe kuhusiana na issue kwamba mzigo unaosafirishwa ni mzigo gani na unasafirishwa kwa ruhusa ya nani. Kaambia poa, hiyo truck ipite kwanza, alafu nyinyi tutamalizana. Hapo babu kubwa. Wewe, achia hiyo.
Mr. King anatumia akili binafsi na Mr. Cheng pia anatumia akili binafsi. Kila mmoja ana plani A na B. Sasa plani A inapofeli mtu anatumia B. Ipi B yenye mafanikio na ipi A itakaweza kufeli na B itakaweza kufanya kazi? Nataka nijue. Traki wakati la songa mbele. Lile lenye cocaine, boxi za cocaine ziko ndani, package za kutosha. Baba kaambia twende, utaona kila kitu. Sasa wakati truck inazidi kusonga mbele, kupita katika hii rodi, kumbe tayari vijana Mr. Cheng, Dalwa alikuwa kwa mbele. Jomba anapiga honi, hii gari inatakiwa kutekwa, kuibiwa ni faster, sekunde watu wafanyiziwe. Cheki mambo hapa. Yes. Kazi ilifanyika na vijana wawili wa Mr. Cheng. Hapo sasa gari ya cocaine wanaidandia. Polisi baada ya kuweza kusachi kagua kila kitu waliona hakuna chochote ambacho labda ni cha muhimu cha kuwazuia watu wao. Karatasi zinathibitisha kabisa kwamba wanaruhusiwa kuweza kupita. Na amri imetoka kwa chief. Chief inabidi aweze kuwa na maamuzi kwa sababu mtoto wake sikashikiliwa na Mr. King. Samani kwa yote aliweza kutokea mheshimiwa, samani kwa kuweza kuwazuia, kuwapotezea muda na kuwasumbua pia. Usijali kijana. Kishi na watu vizuri utakula vizuri. Fanya kazi yako. Bomba, popo. Siku nyingine. Haya kwaheri. Sawa bosi. Haya, wanatoka kusonga mbele sasa. Wanafika wanakutana na maiti. Maiti mbili. Driver pamoja na mpambe wake wote wameshaweza kutandikwa shaba, wamekufa. Okay. Traki hakuna mheshimiwa, gari imeenda wapi? Mr. King hakuwa na pressure. Kaambia mnano mwaze. Tuingieni kwenye gari. Turudini. Kakamata simu. Kwani ana wasiwasi? Vipi, kila kitu fresh? Kaambia ndio mheshimiwa, kila kitu poa. Basi kwa makini, tutaonana kwa wakati mwingine. Sijui alimpigia simu nani. Lakini hakuwa na pressure baada ya traki kuweza kupotetaza kashanga. Mr. King anafanya nini? Mbona leo kawa kawaida na mzigo umepotea, hana hata hasira. Mzigo ulichukuliwa na vijana wa Mr. Cheng, traki inaletwa huko. Mr. Cheng alikuwa akiweza kuisubiria. Anaamini kokeni zipo za kutosha. Vijana wale wamefanya kazi nzuri. Mheshimiwa, mzigo uko hapa. Safi sana. Mr. King hana pressure na rudi zake. Anacheka kwenye gari safari nzima. Taza anamuuliza mheshimiwa, unacheka nini? Umepoteza mzigo alafu unacheka, umeridhika? Naambia achana nao. Wenye tamaa acha wale. Watakula watakachokutana nacho. Jamaa wanakwenda kufungua sasa. Wewe. Kumbe ni kombora. Mr. King alicheza mchezo wa ajabu sana. Bosi yuko salama. Lakini sasa hii plani Mr. Cheng alikuwa anaifahamu. Na plani nzima Dalo alikuwa akiweza kuelewa. Kwamba si boxi za kokeni za kopo ndani. Hakuna kitu. Bali likopo ni bomu ndani. La kumuondoa Mr. Cheng. Mzigo ulipita sehemu nyingine. Bosi sio na wasiwasi, tunajua mzigo wake uko sehemu gani na utafika salama muda si mrefu. Mzigo uko kwenye truck bali uko kwenye ice na tusheza kutuma watu kule. Wataudhibiti kabla hujaweza kufika katika mikono Mr. King. Sababu ametumia plani B na sisi tulitumia A na B. Kwa hiyo kwa sasa naamini kabisa kwamba muda si mrefu mzigo tunaweza kuutaka tutaupata. Sasa mzigo wa Mr. King ndo huko. Jamaa shanga kukutana na gari hapa. Wewe unafanya nini hapa? Pisha gari. Hebu toa gari hapa, nataka naweza kupita. Wakazunguka pale pale. Pale pale. Yote ni mitego Mr. Cheng. Madogo alicheza game. Kwa hiyo kilaini kabisa. Mr. King akijua kwamba plani yake itakwenda vizuri, kijana alompa kazi anashangaa kwa mwenyewe track, yani haisi haipo. Anakuja anacheka. Mzigo uko wapi baba? Wamechukua pumbavu. Amekufa. Piga nyingi.
Kamuongezea za kutosha. Unasemaje? Hivi wakaona nikuondoka hapa, mpango wote wamefeli, uko wanapoteza muda. Sasa inabidi kuja huku tena mikono mitupu. Maona hiyo timu, kuna Wanyaturu huko. Hao ndo magaidi wa kiinternational, wamechanganyikana huko. Leader ni mmoja na miliki ile genge, na hapa ndipo alipotakiwa kuweza kuleta ule mzigo. Kufika kwanza silaha zao zote zikachukuliwa. Kachezewa mchezo mbaya sana Mr. King. Wanachenga hafai. Lakini hajui nani kamuuza. Haelewi. Kaona kweli kufanya kazi na hao watu itamuingiza kwenye matatizo, kwa sababu kila anapojaribu anafeli. Niambie mzee, umekuja na mzigo? Utanisamehe kwa sababu kuna matatizo yaliweza kujitokeza njiani. Nilijaribu kuweza kuja na mzigo lakini kama nimeweza kufeli. Wewe, mimi ninachofikiri kwa sasa, ule mkataba wetu inabidi tuweze kuvunja. Kwa sababu sina mzigo. Mzigo wote umeweza kupotea. Kwa hiyo kadi yako hiyo hapo. Jamaa kashangaa. Yaani credit card unanirudishia, mzigo huna. Kwa muda wote nimekaa na kusubiria wewe uniletee mzigo, unanirudishia credit card. Na ndio hivyo sina. Nimevamiwa, mzigo umepotea. Sasa tutafanyaje biashara? Umevamiwa, mzigo umepotea. Kwamba unafikiri hiyo ndio njia sahihi ambayo inawezekana kuweza kusaidia ukaweza kutoka hapa salama? Au unafikiri naweza nikaamini kwa upumbavu kama huu? Amri katolewa uwa. Stop. Wacha. Yaani signal ilitolewa kwamba uwa wawili. Anakuambia aliongea Kiingereza, Kinyaturu, Kichaga, Kichina, akachanganya vyote. Tulieni, ngoja. Okay. Poa. Sawa kitu gani? Nachotaka kusikia ni kwamba mzigo unakuja hapa. Akaambia tafadhali naomba unipe muda. Muda gani? Sijajua ni nani aliweza kuniuza. Lakini najua kabisa kwamba kuna mchezo niliweza kuchezewa. Nipe siku 2. Nipe siku 2 zinatosha. 72 小时. Una hakika siku 2 utaweza kuniletea mzigo hapa? 我不管你什么原因. Na endapo hizo siku 2 zikiweza kuisha, nini kitaweza kutokea? Sasa mimi sikupi siku 2. 没问题. Nakupa siku 1 nzima 3天之后 ya kufanya upelezi, kujua ni nani aliweza kuchezea upumbavu. 怎么样? Na utumie kila njia. Kama mzigo uliweza kuchukuliwa katika mikono yako, pambana uwezavyo uweze kurejesha hapa. Shida yangu nataka mzigo na sio kingine. 就在你站的这个地方. La sivyo utakavyoweza kuja tupu na maisha yako tabaki hapa hapa. Potea! Tondokeni baba. 都上车. Mr. King ana kizaza. Asipoleta mzigo wamekufa wote. Na ili kundi alinaga utani. Watakuinda wakuue. Huwezi kuwakimbia. Mali ndio hii hapa sasa inakuja. Kwa plani ya Dalo, lakini kumbuka alikuwa akiweza kuongozwa na Taza upande wa pili. Kwanza kujitengenezea mazingira ya kuweza kuaminika na kuendelea kuweza kuwepo upande wa Mr. Chen. Hebu nenda kacheki mzigo ndio wenyewe. Box na maboksi hayo hapo. Yes OG. Hongo. 没问题. IG group hiyo. Mzigo wenyewe. Kwanza alimpongeza sana Dalo, hongera. Plani yako imefanya kazi. Na hapo umenithibitishia kwamba wewe ni kijana wangu kweli. Ndio maana nilikwambia tokea mwanzo mheshimiwa kwamba kila kitu ambacho nakifanya nafanya kwa uaminifu. Na kwa yote aliweza kutokea inabidi tuweze kuyasahau. Huu ni wakati wa kuweza kusherehekea ushindi na kuweza kupata mafanikio makubwa zaidi. Hili halitoshi. Ni lazima tuweze kumpata yule ambaye atakuwa ni msaada kuweza kutuzalishia kila kitu. Ni target yao pia wanahitaji kuweza kumpata na Taza ikibidi. Lakini kumpata Taza kumtoa katika mikono Mr. King sio kirahisi. Sasa Mr. King kapoteza mzigo. Kapewa siku 1 ya kupeleka mzigo kule. Na mzigo ndo huu. Wewe sema kwamba atatumia siku 1 Taza aweze kufanya kazi ya kutengeneza hii formula aweze kukamilisha kwa siku 1, hapana. Inachukua muda kishenzi. Sasa kapewa 1 more day. Hakuna nyongeza.
庆功节我给你备好了。 Kwa hili uliweza kulifanya, ni lazima niweze kufanya sherehe na pati kubwa kwa kuweza kukaribisha upya hapa. Kwa hiyo jiandae. Tayari Dalo anaaminika tena. Anapewa nafasi kubwa tena Mr. Cheng. Leo kaitisha kikao kwa sababu ya kuweza kumkaribisha upya. 各位， Jamani ndugu zanguni, 见不两件事情。 nafikiri ni muda mrefu sana. 我们这次劫的这批货， Kwa baadhi ya mambo yote yaliweza kutokea, tuachane nayo. Lakini kwa ushindi pia tuliweza kupata. Tuna kila sababu ya kuweza kusherehekea. Kwanza alijipongeza, lakini anastahili kuweza kupongezwa zaidi. Kwa heshima ya timu yetu 开始， na sifa kubwa na kazi nzuri Dalo aliweza kuifanya. 完成所有事务。 Natumai kuanzia sasa wote inabidi muweze kumheshimu. Na atakuwa ni upande wangu wa kulia, mkono upande wa kulia atakuwa ni Dalo. Sasa Emily baada ya kuweza kusikia yale mambo, aliondoka kwa hasira. Kuona tena Dalo 谢谢郝总对 ndo karudi hapa mazima kuweza kufanya hii kazi tena na kaka yake. 我一定发挥， Kutoka hapa itakuwa ni mziki. 乃至整个集团。 Napendi kumwona Dalo akiwa anashare mambo mengi na kaka yake, hasa kuhusiana na hizi biashara ambazo ni hatari kwa sababu anaamini huenda hata atakufa. Chelako bado ana bifu. Haamini kwamba juu yote aliweza kuyafanya ndio kumpe nafasi ya kuweza kumwamini moja kwa moja Dalo. Bado ana mashaka naye kwamba huyu anachochezea mchezo patapotea. Kutuaminisha kwa muda tuweze kumwamini, baadaye atugeuke. Kazi ya spy na kazi ya undercover ni shughuli. Kujiaminisha kwa adui huku unamtafuna taratibu si mchezo. Nina baada ya kuweza kumwona Loshen amerudi, alijisikia faraja, angali aliweza kudhurika baada ya kuweza kupigwa meno na mbwa, lakini ilikuwa sio shida. Kipi tunachotakiwa tuweze kukiangalia kwa sasa ni jinsi ya kuweza kupambana na hao watu. Kwa sasa sijajua nini kinachoweza kuendelea. Sijajua upande wa Dalo anafikiria nini, na sijajua upande wa Taza ana kipi ambacho anakifikiria. Lakini tutakapopata nafasi ya kuweza kuwaunganisha wawili wakaweza kuwa katika sehemu moja, itakuwa ni rahisi sana kuweza kusambaratisha ya magenge. Ila inakuwa ni ngumu sisi kuweza kuikamilisha hii kazi kwa sababu kila mmoja yuko upande wake. Mama yuko na simu muda wote tu hapa. Hey. Kama mlango ligongwa, lakini kuna message ambayo alikuwa akiweza kuituma. Na baada ya kuituma akawa ameweza kuacha simu pale. Sasa bibi alivyoweza kuingia kwa sababu kamletea mama msosi. Na mama kashachoka kuweza kukaa hapa. Wacha nikajeke freshi ndipo niweze kuja na kula. Sasa bibi anaangalia pembeni. Kwenye simu ya mama kuna message nyingi zilikuwa zimeweza kutumwa. Na message hizi sio message za kawaida, alikuwa akiweza kumtumia mwanae. Bibi akajua kwa njia moja ama nyingine mtu ambaye atakuwa ameweza kumuuza mheshimiwa Mr. King anaweza kawa ni Taza. Sababu kuna message za siri zilikuwa zikiweza kutoka na kuingia kuchati na mama yake kisiri siri. Kwa binti akaona. Alimwaga mama akaondoka. Mr. King mpaka sasa hivi hajui ni nani aliweza kumzunguka mpaka kupoteza mzigo wake. Ana hasira kisheni na akimjua amekufa. Mama anakuja kusanuka kwamba isimu huyu binti message atakuwa ameweza kuiona. Alisahau kuifuta wakati anatoka. Sasa kamanda mkuu anakuja ana hasira kinoma noma. Haelewi mtu. Tami! Anamuita binti Tami. Kuna nini kinaendelea? Sio kuna nini kinaendelea. Sio niko pia. Ni upumbavu gani unaweza kuendelea? Wewe ndio uliweza kuniuza, mzigo wangu umepotea. Una maana gani? Nilitumia kila njia. Mipango yote tuliweza kuipanga. Na issue hakuna yote alikuwa kaweza kujua zaidi yako wewe. Inawezekanaje nikaweza kwa mimi? Sasa ni nani? Taza. Taza? 毒品是妲己研制出来的，还有，他一路跟着我的。如果是这样的话，到上次在豪哥的家里怎么回来了？ Binti kwa akili yake aliamini Taza. 华哥，我正要跟你汇报呢。今天下午，我看到金淑兰订了2张回国。 Kwa sababu katika mipango yote tuliweza kuipanga hata siku moja, mimi sijai kuzunguka. Nahisi anaweza kawa ni Taza kwa sababu kuna message za kisiri nimezikuta
Mama akiwa anaweza kumtumia mwanae. 为什么出卖我？ We mpumbavu. Ndio msaliti kwa upande wangu na maana gani mheshimiwa? 我家 Ujui, unanizunguka mimi napoteza mzigo wangu. Unaniingiza mimi kwenye matatizo. Unajua wale watu ni kina nani? 这么做的 Sasa kuliko maisha yangu ateketee kwa sababu upumbavu wako ni bora kufa. 谁呀？ 华哥， Mheshimiwa, 我从头到 sielewi unazungumza nini? 我怎么会出卖？ Inakuwaje mimi nikuzunguke? 那你和母亲订机票离开。 Sasa ni nani aliweza kunichezea mchezo mimi mzigo wangu kapotea? Anaambia mimi sifahamu chochote. 哎，我不会 Sasa leo nakufa. 激我，连你妈我一起杀， Huna faida kwangu. Anaambia sawa, kama unahitaji kuniua, niue. 那就死在你面前。 Kama unaona mimi ndo msaliti, basi tandika risasi. 华哥 Juu ya yote niliweza kuyafanya kwako bado huna shukrani. 被豪哥给捡， Leo naniona mimi naweza nikawa ni msaliti kwako. Maisha yangu nimeingiza kwenye hatari kwa sababu ya kuweza kutendea wema. Kwa msaada unaweza kutenda kwa mamangu. 师姐， Bado sasa hivi unaniona kama mimi ni msaliti. Basi nitandike risasi. 把宋的嘴 Niue. 小弟的身上。如果你不相信我，我现在就死在你面前。 Tandika risasi. Hapo sasa. Kutandika risasi itawezekana. Kama mtu mpaka amekubali kuweza kufa. Dairi Mr. King anazidi kuchanganyikiwa. Yupi msaliti kwake? Yupi mkweli, yupi mwongo? Maana Kamwisi mpaka mpenzi wake ndo alipanga mipango na binti anamwambia fahamu, lakini kutokana na message ambazo alifumania katika simu ya mamake na Taza akagundua labda Taza ndo aliweza kuuza ile issue. Mzigo wa Mr. King ukaweza kuibiwa na Bwana Cheng. Sasa ni yapi atakayeweza kujiri? Hii ni 24. Tukutane katika sehemu 25. Mambo yameshaanza kuwa mshike mshike. Mr. King kapewa siku moja. Madawa ya kulevya yanatakiwa kuweza kupelekwa haraka iwezekanavyo. Atapofeli jamaa hatomwelewa. Alemba maisha yake ataweza kuyaacha pale pale kama sadaka ya malipo kwa upumbavu aliweza kufanya na kupoteza muda. Ni Undercover sehemu 24. Tukutane katika sehemu 25 na The King Can Kill kama kawaida. Sina la ziada kutoka Full Respect Family. Bye bye.